Mimi ni Peter Ngeche Mwaura. Mimi ni mchanganuzi wa siasa na analyze siasa. Na leo nataka kuanalyze siasa vile zilivyo, the current affairs. Kwanza nataka kujibu akina Ichung'wah kuhusu misemo yao ya kwamba Uhuru ndio ameleta Matiang'i kama project. Nataka kuambia akina Ichung'wah na hiyo grupu yake, kuundwa kwa Matiang'i hakujaanza leo, na kuna kile Uhuru aliona kizuri na Matiang'i. Uhuru alijua Matiang'i ni mtu ambaye atakuja kuridimu Kenya, na akajua ya kwamba Matiang'i siku moja atakuwa Musa wa hii nchi. Na alipoona hivyo alianza kumodel Matiang'i, na uzuri wa Matiang'i ni muelewa. Hii mambo ya Matiang'i imekuja ikawa seconded na Gen Z. Gen Z nao wakamuona, walifurahia vile aliwasimamia shule, security, mitihani, equalization ya masomo, hakuna maskini na tajiri, na mpaka wa leo hawa watoto ni product ya Matiang'i katika elimu. Kufikia saa hizi Ichung'wah hujakosea kwamba Matiang'i ni project yetu ya Uhuru na ni project ya Gen Z. Lakini utafanya nini? Wewe tafuta project yako. Kazi zote ambazo Matiang'i amefanya, iwe Matiang'i amefanya kazi nzuri ama Gen Z wanampenda na saa hizi wananchi wote wanampenda, ni kwa sababu Matiang'i, na nataka hii Wakenya musikie, nataka Wakenya munielewe. Kila mtu ashike sikio lake kwamba Matiang'i kuwa na uwezo wa kufanya kazi ni kwa sababu alifanya kazi na rais ambaye alimpa nafasi nzuri ya kufanya kazi, akampea freedom, akampea priorities, na hapo Matiang'i akawa na freedom ya kufanya kazi. Nataka kuambia saa hizi huyo Matiang'i mnaona akiwa mzuri, Matiang'i akabahatika bahati mbaya, kwa sababu mtu yeyote ambaye ameingia kwa serikali ya hospital, wacha niwaambieni hospital ni nini. Hospital ni hili vuvu kichwa na huku nyuma. Ukiona kichwa kikubwa hivyo inaitwa hospital crest. Na watu wengi ambao wana hizo mavichwa wanaga akili. Sijatumia matusi, munisamehe. Kama Matiang'i angefanya makosa aende kwa Mr. Hospital, Mr. Hospital crest, Matiang'i hangejulikana na hangefanya kazi. Na hiyo ndio makosa ya watu wengi ambao walikuwa wetu wa ODM. Wengine walikuwa wazuri, walikuwa wafanyikazi wazuri, wakaingia kwa Mr. Hospital. Saa hizi hakuna mtu atajulikana kazi ambayo anafanya. Mimi hapo mwanzo nilipenda sana Mutahi Kagwe. Nilipenda sana mtu kama Kinyanjui. Kwa kweli Kinyanjui mpaka wa leo Nakuru tunaona alifanya nini. Lakini ole wenu, mumeingia kwa mtu ambaye hata wapea nafasi ya nyinyi wenyewe kujidhihirisha mna uwezo. Kwa sababu tunamuita constrictor, Mr. Hospital constrictor. Anakubana kama ile nyoka ya Python. Ukitaka kufanya kitu anakubana, anakuzingira, anakuumiza. Nimewaambia hospital ni kitu ambayo imechomoka huko nyuma kwa vuvu. Ukiona mtu anakaa hospital hapo nyuma, unakaa ukimchunga. I'm sorry. Mr. Hospital hatapea watu nafasi ya kufanya kazi. Meaning hata wale watu wa ODM wameenda huko, hata wale watu wa Jubilee wameenda huko. Itakuwa vigumu sana au kuonekana wanafanya nini. Wakati Matiang'i aliweza kuonekana, sio Matiang'i peke yake, mpaka akina Mutahi Kagwe walijulikana, jina likawa mzuri. Angalia mawaziri wote, kwa sababu ile environment ya kufanya kazi, they were very free. Mimi nakumbuka siku moja wakati wa COVID, Uhuru Kenyatta siku moja alisema vizuri tu ya kwamba anangojea, anasubiri taarifa ya habari ili Mutahi Kagwe aweze kusema ni watu wangapi wameathirika,
watu wangapi wana COVID, ni wangapi ambao wamenusurika. Huo msemo wa Uhuru Kenyatta ulinishangaza, kwamba rais anangojea waziri mpaka atangaze jinsi COVID inavyoathiri watu. Mr. Osipito hawezi kubali. Osipito kabla hata waziri wa afya aseme kitu, asema kwa juu ya gari, hata anasema vitu ajui. Simama juu ya magari na kusema vile nchi ilivyo, na hata hataki kujua vile mawaziri wake wako. Matiang'i ameletwa vizuri kwa sababu Uhuru Kenyatta aliona potential na akajua kwamba huyu atakuwa redeemer. Anyway, mimi narudi pale kwa Mr. Osipito. Mr. Osipito, wewe ninataka kukuambia umekuwa mchokozi sana, na wewe ndio unataka kuanzisha vita katika nchi ya Kenya, na nitakwambia ni kwa nini. Ulipojua na unajua, you are well informed kwamba watu hawakupendi kabisa, mpaka inafika kiwango ya kwamba tunakurushia kiatu. By the way, maana ya kupigwa na kiatu ni kufanywa mtu mchafu. In fact, maana ya kiatu ni kitu kichafu, kwa sababu kiatu ndicho ukanyaga uchafu, ndio uingia kwenye masiwage, ndio uingia kwenye choo, ndio ukanyaga makohozi huko barabarani. Unaporushiwa kiatu, unafananishwa na hizo vitu nimetaja. Unafananishwa na makohozi, vinyezi, vitu ambavyo ni vichafu dunia hii. Hivyo ndivyo vifananishwa nazo. Na iwapo wananchi wamefika kiwango cha kuchukia hivyo, waacha kujifanya kuna wakati watu watakuelewa. Hata hizo pesa zako kuna wakati zitakuwa za bure. Nataka kukuuliza Mr. Osipito, ni kwa nini unaenda kuchokoza wananchi ambao unajua hakika hawakutaki? For the sake of security ya hii nchi, acha kuenda karibu na wananchi. You are irritating the citizens of Kenya. Wewe ni mtu una irritate kila mtu. Na unapoitana watu hawaendi kukuona vile umefanikiwa. Watu huwa wanaenda kuona ujinga wako. Ahadi ambazo hazifiki kiwango. Mambo ya kusema uongo mtupu. Hivyo ndivyo watu huenda kusikiza. Kuna mtu angependa kuona huyu mtu muongo duniani ni nani? Na wengine hutokea si kwa sababu utataja mafanikio, ili wakuone vizuri. Wanataka kuwa witness wa uongo wako. Mr. Osipito, iwapo kwa kweli unataka Kenya iwe na amani kama vile unavyohubiri kila wakati, acha kwenda kwa wananchi, kwa sababu kabisa watu hawakutaki. Ishi kama Kibaki vile aliishi. Kibaki hakuwahi enda kuonana na wananchi. Kibaki hakuwahi simama kwa hiyo magari yenu huko juu. Kibaki aliishi State House na kufanya kazi zake. Alichagua watu wazuri wa planning kama kina Anyang'o, wakafanya mambo yao, wamenyamaza State House. Sisi tuliona mafanikio. Uhuru hivyo hivyo. Wewe kila siku uko juu ya gari na hauendi kufanya kitu cha maana, ni kuchokoza raia, kuirritate watu, uone vile wanafanya. Kwa mfano, hii kurushiwa kiatu ni vitu ambavyo unapenda ili uanze kupiga watu na kuua. Saa hizi huko Migori sijui kama watu wako salama, kwa sababu unapenda. Kutoka hapo unaenda kwingine. Unachokora watu waongee vibaya, Faruku afate watu. Kidogo watu wameanza. Kwa nini huwezi tulia na watu watatulia? Kaa kwako, enda State House ukae, enda Sugoi, nyamaza, acha kuahidi watu, fanya vitu watu waanze kuona. Watu washakujua, na Kenya watu wamesoma. Maombi ya watu ishasikika. Jenzi wamelete wao, na hapa we utoi na utoshi. Kila siku yu kutoka yako
ni uchokozi mtupu kwa wananchi, na unataka kuwe na civil strife uue, ili wakati wa uchaguzi uanze kusema hatuko tayari kwa uchaguzi, nimehairisha kwa mwaka mmoja, hiyo ni uwezo wangu kikatiba. Hivyo ndivyo unataka. Unataka kuvuruga Kenya, ifike wakati wa uchaguzi nimeongeza mwaka mmoja 2 mpaka Kenya itulie. Acha uchokozi, achana na wananchi, tulia, enda kwa kufanye kazi. Kitu kingine nataka kukwambia Mr. Osipito, hii mambo ya kuwa na advisors, una advisor 10 kwa ofisi ya president. Hao maadvisor bado ni wao unawaadvise na unawalipa, na hao maadvisor wana madeputy maadvisors. Hizo pesa zote jamani, gazeti la jana lilikuwa nasema mabilioni ya pesa. Hao watu wanakula pesa za nini? Sisi tunajua advisor wako katika every ministry ni CS wako na principal secretary. Tosha. Kuokota watu hapa, uwe advisor uwe nini, kununua watu. Kwa nini unaharibu pesa za wananchi? Kuna watoto wanataka kwenda shule. Kuna watu wana bili kubwa sana, mabili kubwa kwa mahospitali. Saidia watu kama hao. Wacha viherehere vya kuwa kwenye gari kila wakati. Kenya imechoka. Na unapoendelea hivi unataka kuwe na hatari. Watu wana hasira. Kuna mtu atazidi kiatu, arushe kitu kikubwa ili uanze kuua watu. Na hivyo ndivyo unataka. Na wananchi wa Kenya mjue, huyo mtu akiitana, Mr. Osipito akiitana, achaneni kwenda. Siku moja mtagongwa wote huko, kwa sababu ana irritate watu, ili mulete civil strife. Kenya iharibike, kuwe hakuna uchaguzi, aendelee kuishi. Kwa sababu ni nini ingine anacho? Hakuna mtu anamtaka Kenya mzima. Kwa hivyo hayo ni mawaidha nakupa Mr. Osipito na wananchi kwa jumla. Nirudi katika uongozi ambao tunautarajia. Matiang'i ameiva, na Matiang'i tumeletewa na Gen-Z wakiongozwa na Uhuru Kenyatta. Si uongo. Uhuru Kenyatta alijua Matiang'i ni nani na akajua ni Ridima. Lakini ili tu survive, watu wangu ambao tuko nyuma ya kina Matiang'i, tuko nyuma ya kina Kalonzo, kuna kitu moja ningewaomba hao viongozi wetu. Kwa wale ambao walikuwa hapa 1992, mimi nilikuwa tu mtu mzima, nilikuwa kwa siasa. Hivi ndivyo tulifanywa na Moi. Matiba tulikuwa tukiamka siku ya Sabasaba, nchi nzima inafungika, watu wanajaa kwa barabara, na tukaona kabisa Matiba atamtoa Moi. Nafikiri Gen-Z hamjui huo mchezo. Wakati ilifika ni uchaguzi, Moi aligawanyisha hao watu wote. Siku ya uchaguzi watu walisimama, presidential candidates walikuwa karibu 8, karibu 10. Kura zikagawanyika, akapata pari pa kupenya. Katika huu muungano, lakini haya ni maoni yangu na vile mimi huchanganua siasa. Ningeomba ya kwamba mjue ya kwamba mtu ambaye saa hizi ameiva kuongoza nchi, maybe through experience, exposure, duration kubwa katika siasa, ni Kalonzo Musyoka. Na ninaomba wananchi, kwa sababu mimi sitaamua, lakini nataka kuwakumbusha, Kalonzo Musyoka amekuwa katika hii nchi tangia enzi za Mzee Kenyatta, sababu huo ndio wakati wako chuo kikuu na wameshaanza kuhusia siasa. Wakati wa Moi akawa kwenye siasa na akawa waziri. Kiwango cha Kalonzo Musyoka kuelewa siasa za Kenya kiko juu kabisa. Mimi naweza linganisha Kalonzo Musyoka na Raila. Jinsi Raila anavyoelewa siasa za Kenya zote,
chini yake, anayemfuata chini yake. Kenya leo hii ni Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka akawa siku za Moi, Kalonzo Musyoka akawa waziri siku za Kibaki, akawa deputy makamu wa rais, by then it was vice president, akashikilia, akaja wakati wa Kenyatta, akawa mtu mzuri wa kushikanisha nchi, akatumwa na Kenyatta kule Sudan, akaenda Rwanda, akawa mtu mzuri. Kalonzo ana uwezo wa kuwa na kujulikana katika nchi za nje. Kalonzo CV yake ni nzuri sana kisiasa. Cha pili na kile muhimu, Kalonzo hajaipatikana na hesti yoyote ya pesa, uwizi wowote wa pesa, matusi kutukana mtu yoyote, kuwa adui ya mtu yoyote kisiasa. He has been so humble na anajua vile siasa zinataka. Hajaitusi. Kwa mfano saa hizi, ukweli uliopo ni kwamba kuna mgawanyiko wa Azimio. Na kweli ODM wako upande wa serikali. Lakini angalia kiwango cha Kalonzo Musyoka cha kumuelewa Raila. Hawezi mtukana na hawezi ongea vibaya. Na wale wote ambao wamechukuliwa na Mr. Osipito ambao wanafanya kazi na yeye, hakuna mtu yoyote Kalonzo ametukana wala kuongea vibaya, kwa sababu anaelewa siasa. Mimi nawaomba wa Kenya, wakati wa Kalonzo umefika. Na ninakumbuka hapa wakati tulifanya uchaguzi wa huu ambao ulipita, Kalonzo alikuwa simama, na ililetwa mpaka kwa magazeti, mpaka kwa maredio, ya kwamba Kalonzo aliweza kuelewa. Wakaongea na kina Uhuru Kenyatta, wakaongea na kina Raila, na akaweza kushuka na akasema kwa mara nyingine nitampa Raila support. Huyo ndio mwanasiasa na huyo ndio muelewa. Na kweli aka step down na akasupport Azimio. Leo hii Kenya mzima nataka kuhesabia, ODM haina mtu ambaye ameiva kabisa, ambaye anaelewa siasa kuliko Kalonzo. ODM mzima. Tuende kwa Wiper, ni yeye peke yake ambaye anaelewa siasa zote. Tuende kwa Jubilee ambayo ni chama kikubwa. Hakuna mtu ambaye ameiva Kenya mzima. Na huo ndio ukweli. Mtu ambaye ameiva Kenya kutoka Narok, Bisli, Mandela, Uasin Gishu, Marsabit, mwenye anajulikana kabisa, hata shosho akienda wa Marsabit ukimuuliza Kalonzo Musyoka anamjua. Mimi ningewaomba wa Kenya kwa kunyenyekea sana, ni ukweli tunataka mtu wa mabadiliko. Matiang'i huwaga ameiva kama manager na mtu wa kupanga mambo, mtu ambaye ana policies na administration nzuri. Lakini naomba wa Kenya, Matiang'i tumpe muhula mzima wa miaka 5 akiwa deputy wa Kalonzo, ili sasa aive kisiasa, ajue kutukanwa, ajue kupigwa na mawe, ajue kuweza kustahimili waves zote za politics, kwa sababu Matiang'i hajaiona matusi yenye inao watu wa Mr. Osipito, akina Nchungwa, akina Oscar Sudi. Hao watu wana matusi ya ndani ya nguo, na sioni kama Matiang'i shaitukano. Ningeambiwa nipange, ningesema leo Kenya mzima twende chini ya Kalonzo Musyoka. Ameiva na si uongo. Kwa sababu siku tutanyima Kalonzo Musyoka, hata kubali mtu ambaye ameingia amnyenyekee tena sijui mara ya 5 adeputize yeye, na ile hali ni yeye amestamili kuweka opposition kufikia mpaka saa hizi. Kumbuka ya kwamba amenegotiate mpaka kwa NADCO. Kwa hivyo
itakuwaje? Tutarudi pale pale wakati wa Matiba, wakati wa kina Jaramogi, wakati ya kina Kibaki ambapo tuligawanyishwa. Mimi ningeomba tu Mr. Matiang'i udeputize Kalonzo, umshikilie, ulete jenzi wote, na sisi watu ambao umri umesogea tuje hapo kama wazazi, iwe sasa ni jenzi na wazazi wao, na tutajipea hiyo jina jenzi na wazazi wao wametokea kuunga mkono ushirikiano wa Kalonzo Musyoka na Matiang'i, na hapo ndio tutaweza huyu jamaa. Iwapo mutateleza muinsist kwamba ni Matiang'i, Kalonzo atarudi kwao na atarudi ile mashimo anajulikana. Ukumbuke ya kwamba Kalonzo anajulikana mpaka Eastern, ana wafuasi wengi mpaka Mombasa. Kalonzo ako na magavana, ako na maseneta, ako na ma-MP na wafuasi wengi sana. In fact, Kalonzo ngome lake la watu wa voters ni kubwa kabisa hata kuliko la Kisumu. Ngome yake ina watu wengi sana. Ili tusiwahi nyanyaswa na Mr. Osipito kugawanyishwa, naomba tu Matiang'i anyenyekee, adeputize huyu jamaa, ili kwa ile miaka 5 atakuwa pale awe ameelewa siasa. Na kwa sababu Kalonzo Musyoka ni mtu ambaye maisha yake ni mtu ambaye ni kama Kibaki, amekaa na Kibaki, amekaa na Uhuru, sio mtu wa kutawala deputy, ni mtu wa kupea deputy freedom. Shikilia upande huu na mimi nishikilie upande huu. Kwa hivyo Matiang'i atakuwa na uwezo wa kufanya kazi vizuri na hawataingiliana kisiasa, kwa sababu Kenya imemalizwa na kitu kimoja: makamu wa rais kuanza siasa mapema. Hao wawili wakikutana wakubali miaka 5, tutaona na tutasikia uwezo hao watu. Kwa hivyo tunawaomba wa Kenya tuwaunge mkono, they are our redeemers, hao ndio wanakuja. Na kwa sababu sioni Mr. Osipito atasemaje, kwa sababu kitu cha kwanza, wale watu ambao ulidanganya sana ni watu wa bodaboda. Sijui wakati huu utawaambiaje, nao ndio na ile population kubwa. Sijui kanisa utaiambiaje, kwa sababu uongo wako spiritualize zimefika mwisho. Sijui utaambiaje mama mboga, uongo wako umefika mwisho. Hivi utakapotokea utatuambia nini? Ile kitu unafanya ni kuirritate watu wakurushie viatu, wakurushie mawe ili uue. Kufikia sasa wale watoto wote wamepotea, hatujui itakuwaje. Hata kuna swali nauliza wananchi wa Kenya, ile mambo ya huko Kware, wale wasichana tulipata huko Kware na wale watoto wote ilienda wapi? Wale watu waliuawa huko wakati wa Gen Z, uchunguzi unasema nini? Ni nani wamekamatwa? Hivi hiyo iliisha tu? Haiwezekani. Kuna kitu nataka kukumbusha Mr. Osipito. Hata utumie nguvu gani, hata unyanyaso wa Kenya namna gani, kuna siku hautakuwa hapo. Na nitakupa mfano kwa wale ambao wamekuwa viongozi wa hii Afrika yetu. Akina Mobutu Sese Seko wamekufa vifo vya ajabu, wamekufa kwenye mitaro kama umbwa. Akina Idi Amin, watu ambao walikuwa wabaya, hawakujua ya kwamba kuna mwisho. Angalia juzi hapa Kongo, jinsi sasa katiba inataka kubadilishwa. Yule rais ambaye alikuwa hapo mwanzo, saizi anaelekea wapi? Wamesema immunity yake yote itabadilishwa,
atawekwa ndani. Bwana Rais, una familia kama mimi, una watoto ambao wanakuhitaji, una wajukuu ambao wangependa kukuona katika uzee wako. Angalia maisha ya Uhuru Kenyatta ilivyo na starehe. Huyu jamaa hata akitokea wapi ako na starehe zake. Akienda kwa street ana starehe. Akienda kula nyama bama ana starehe. Hivi wewe katika ritaya yako, kuna wakati utakuwa na starehe wewe? Kuna bahali utaenda watu wakuone wewe? I swear watakukula na meno. Kwa sababu kuna generation ambayo umeiharibia maisha. Kuna watu wanatafuta watoto wao hawatawapata. Wale watoto ambao walitolewa Kware hawakuisha kutolewa. Mpaka saa hizi hatujui sasa inaendeleaje. Kwa hivyo ningesema ya kwamba tuunge mkono huu muungano, ujipange vizuri, wakuje hapa kwetu, hasa hapa Nakuru, watuite, tuwatolee maoni na tufanye hivyo. Mafanikio itakuwepo. Asante sana na Mungu awabariki.